Ongera tena mpendwa kwa kuweza kufikia katika muda kama na huu. Ndio maana tunamshukuru tena Mungu ambaye ameenda kutuonekania na kutupatia tena neema mkubwa, na ukombozi wake ambao umekuwa kwetu ni kwa sababu ametupenda. Ndio maana neno kwa maombi ni sawa vile na kile kitabu cha Yohane 12:26, kama mtu akinitumikia anifuate, na pahali nilipo pale mtumishi wangu atakaa. Kama mtu akinitumikia, Baba yangu atamheshimu. Ndiyo maana unapomtumikia Mungu na vile unapokuwa ndani ya mambo ya Mungu, ni lazima Mungu atakuwa mahali pale, na uwepo wa Mungu utakuwa mahali pale, na Baba yangu yani Mungu naye ataweza kuheshimu. Tunataka kuzungumza juu ya neno kusema heshima, yani respect. Respect hapa inasema ya kwamba inapita upendo, yani heshima inapita vile upendo, na tunatafuta kuona maneno tatu ambayo inaonesha heshima na inapita upendo. Ya kwanza, heshima haikaziwi, lakini upendo inajileta. Yani unaweza kuwa unaheshimu mtu, na kama mtu hawezi kukupenda, ni anapokuwa amekuheshimu ni lazima ataweza kupenda. Yani upendo unasurutishwa. Yule ambaye hakuheshimu, wakati atakapokuheshimu ataweza kukupenda vile vile. Na pia heshima hayo mwenyewe inajileta, sawa na vile kile kitabu cha Mwanzo 37 mstari wa 8 hadi 9. Ndugu zake wakamwambia, wewe utatawala sisi au kweli utakuwa na amri juu yetu? Wakazidi kumchukia kwa sababu ya ndoto zake na kwa masemo yake. Akaota tena ndoto nyingine, akaipasha kwa ndugu zake, akasema, tazameni nimeota ndoto nyingine, na tazameni jua na mwezi na nyota 11 zikainama mbele yangu. Habari za Yusufu. Yusufu alipokuwa mbeba maono, alitazama ya kwamba kuna nyota na jua ambao inaenda kusujudu mbele zake, yani siku za kesho atakuwa ni mtu wa maana. Ndio maana hiyo ndoto yake akaweza kuisimulia kwa ndugu zake. Ndio maana hao ndugu zake wakakuwa na nyuso za kukunjamana. Na unapokuwa na ndoto na mwingine hana level ya ndoto hiyo, itakuwa ni vita kale ambayo itakuwa inaanzishwa mahali pale. Ndio maana unapokuwa na maono, mwingine hana maono kama ya kwako, ni lazima utaweza kupigwa vita. Yusufu akapigwa vita, yani ndugu zake walikuwa hana level ya maono kama ile ya kwake, na waliweza kumkasirika kwa sababu siku za kesho hawataweza kusujudu chini ya miguu ya nani? Ya Yusufu. Na ndio maana unapokuwa na maono na mwingine hana size ya maono yako, ni lazima vita itakuwa, ni lazima utaweza kupigwa vita. Na yule anayekuwa anabeba maono ni lazima awe katika vita vikale, ili maono yake isiweze kuonekana. Ndio maana siku zilizopita tuliweza kuongelea uijue vita ya ndoto yako, na unapojua vita ya ndoto yako, utaweza kufikia kile ambacho Mungu amekuahidi na kuweza kufikia zile baraka zako. Ndiyo maana unapokuwa na heshima, yule ambaye alikuwa anaweza kukudharau, na siku moja ataweza kupatia hiyo heshima, na upendo itakuwa hapo hapo. Kumbuka ndugu za Yusufu walimtupa shimoni, haikutosha. Waliona Yusufu kuweza kuangamia katika shimo itakuwa jambo ngumu sana, wakamtoa shimoni. Wakaona ni vema wamuuze kwa Midiani, na hawa Midiani wakaweza kumuuza kwa Potifa. Na sasa walipomuuza kwa Potifa, kumbe walikuwa wanamsindikiza katika baraka zake. Ndio maana katika sasa magharibi hii nataka kuongea na mtu mmoja. Wakati umekuwa katika mazingira mabaya, ndio maana unaenda kufikia hatima yako na baraka zako kwenda kuonekana. Ndio maana adui amependa kutekea mambo mabaya, kukutekelezea mambo mabaya. Ndio maana anaweza kukusindikiza katika baraka zako. Kuna mtu yule ambaye atazani anakutesa, kumbe anakusindikiza katika baraka zako.
yako ili ndoto yako iende ikatimie. Yusufu akachukuliwa na ndugu zake, kumbe wanamsindikiza katika hizo baraka zake. Ndiyo maana unapokuwa mwenye mbeba maono ni lazima ujue vitako na uweze kujua namna gani utaweza kupambana vita za kiroho. Na hao ndugu zake Yusufu wakaweza kumpiga vita, na siku za kesho walizani ya kwamba atakufa, kumbe siku ya kesho wao wataweza kumwangukia kwenye magoti. Na wakati ilipotimia, ilipowadia, wakaanguka kwenye magoti ya Yusufu, na hiyo ndoto yake ikatimia. Yaani walienda kumheshimu, na hapo hapo wakaweza kumpenda. Yaani heshima inashurutisha upendo ikuye. Hawa ndugu zake na Yusufu walimkataa, walimdharau, hawakumheshimu, lakini wakati walipoangukia kwenye miguu yake wakashurutishwa waweze kumpenda vile vile. Ndiyo maana nataka kusema nawe katika saizi, ujue vita ya maono yako, na ujue ya kwamba wale ambao wanakudharau siku ya leo, siku za kesho wataweza kukuheshimia na kuweza kukupenda vile vile. Sawa vile na heshima ambayo inakuja, yani heshima inakuja baada ya kudharauliwa. Heshima inakuja baada ya kudharauliwa. Yani unaweza unadharauliwa siku nyingi, unatupiliwa, unasemwa maneno zarana na mikosi, watu wanaona wewe haufai, lakini nyuma yake unaweza kuheshimiwa. Sawa vile na kile kitabu cha Marko 10 ule mstari wake ni ule wa 46 mpaka 52. Wakafika Yeriko. Hata alipotoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na makutano wakubwa, wana wa Timayo, Bartimayo yule muombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Na wakati aliposikia ya kwamba ni Yesu wa Nazareti, akaanza kupiga sauti na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi walimhamakia ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mumwite yule kipofu. Wakamwambia, ujitie moyo, simama, anakuita. Ndiyo maana kipofu Bartimayo ambaye alikuwa anadharauliwa kwa sababu ya upofu wake, alikuwa haoni tangu kuzaliwa kwake, alikuwa ni kipofu. Acha nikwambie, maisha ya kipofu ni maisha magumu sana. Maisha ya kipofu kutokuna ni maisha ambayo ni ya kudharaulika sana. Na sasa alikuwa na ndugu zake ambao walimtupilia kwa sababu alikuwa haoni. Yani kipofu ni lazima aweze kugharamiwa katika gharama yote ile, na walimtupilia. Lakini alisikiliza habari za Yesu alipokuwa anapita katika njia ya kwenda Yeriko. Ndiyo maana alisikia habari za Yesu, vile ametenda miujiza, vile ametoka huko Kapernaum, hivyo ameponya wagonjwa na hata na viwete, na vile vile aliamini ya kwamba Yesu anapita katika njia ile. Na sasa alipaza sauti, Yesu Mwana wa Daudi unirehemu. Ya kwamba kusema unirehemu, aliposema unirehemu ni kwa sababu aliweza kushuka, aliangalia kwanza yeye ni mwenye dhambi, alinungunika kwa sababu ya upofu wake, alinungunika kwa sababu haoni. Ndio maana alianza kusema unirehemu. Ndio maana wale ambao walikuwa pamoja na Yesu kwenye msafara huo waliweza kumnyamazisha na kuweza kufunga kinywa chake ya kwamba asiweze kusumbua mwalimu. Ndio maana aliendelea kupaza sauti akasema, Yesu Mwana wa Daudi unirehemu. Ndio maana nawe unapokuwa katika mazingira mabaya, umechukiliwa na watu, hata katika jamaa yako una thamani, hata katika kampuni lako umetupiliwa, umefukuzwa kazi, upaze sauti useme, Mungu, upaze sauti uombe kwa bidii, naye Mungu ataweza kusikiliza sauti yako. Kama vile Bartimayo, Yesu akamusikiliza sauti yake, akaweza kugeuka. Yesu akasikiliza machungu ya Bartimayo. Ndio maana Yesu akaagiza kwa wale ambao waliomfunga kinywa kusema asiweze kupaza sauti, Yesu akawatuma hao waende wakamchukue na kumleta mbele zake. Acha nikwambie saizi za magharibi, mpendwa unayenisikiliza kwa sauti hii, wale ambao walikuwa wanakutupilia, wanakudharau, Mungu atasurutisha wale ndio waje wakaona makuu ya Mungu. Wale ambao walikuwa wanakudharau ndio watakuwa wa kwanza kutangaza ishara za Mungu na baraka katika maisha yako. Ndio maana huyu kipofu Bartimayo akapaza hiyo sauti
Na kwa ule mstari wa 49 Yesu akasimama akasema mumwite. Wakaita yule kipofu wakamwambia ujitie moyo. Ndio maana wale ambao walikuwa wamemvunja moyo, wao wenyewe wakasema ujitie moyo, kwamba mwalimu mkubwa anakuita. Yani mwalimu mkubwa anakuja kusimama, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka akakwenda mbele ya Yesu. Na kule mstari wake ni ule wa 51, Yesu akamjibu akasema unataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia kwenda zako, imani yako imekuponya. Mara moja akapata kuona, akafuata Yesu njiani. Ndio maana target ya huyu Bartimayo ilikuwa kuona, na target yake alitaka aone, hata siku moja aone vile dunia inafanana. Target yake ilikuwa kuona Yesu aweze kumfumbua macho yake na kumtosha katika hali za upofu. Nawe ambia Mungu akutoshe katika hali za upofu. Target yako iwe ya kuambia Mungu upate kuona na kuangalia mambo makubwa na baraka ambazo Mungu anaenda kutenda kazi juu ya maisha yako. Ndio maana tunaangalia pale heshima inakuja kwa kumtumikia Mungu. Pointi ya 3 ni kusema heshima inakuja kwa kumtumikia Mungu. Ndio maana hapa Mungu atashurutisha yule ambaye anakuchukia akupende. Waliosema hautajenga, wao watakuwa wa kwanza kukuhakikishia baraka zako. Wao utumikie Mungu bila kujali mambo yoyote. Ndio maana wakati Mungu atasema wote waliokutakia mabaya watafungua vinywa vyao kwa kutangaza baraka kwa ajili yako. Ndio maana Mungu anaenda kukubariki na neno hii mfupi iwe na sehemu katika maisha yako. Ndio maana tumezungumzia mambo matatu ya kwamba ni kusema heshima inapita upendo. Na heshima inapita upendo. Mtu yule ambaye alikuwa hakuheshimia, wakati atakuheshimia ataweza kukupenda. Na tumeangalia pale habari za Yusufu ambaye alikuwa aheshimiwe, lakini alipoheshimiwa ndugu zake wakampenda. Pointi ya pili tumeangalia heshima inakuja baada ya kudharauliwa. Na unapodharauliwa siku moja na heshima itakuja, hiyo kadharau itaweza kutoka. Ndio maana tumeona pale habari za kipofu Bartimayo. Na pointi ya mwisho ilikuwa ni kusema heshima inakuja kwa kumtumikia Mungu. Na unapomtumikia Mungu heshima itakuja. Unapomtumikia Mungu, Mungu ataruhusu wale ambao walikuwa wanakuwazia mambo mabaya, anapokuheshimisha, yani anasema atatuketisha pamoja na wakubwa. Wewe uliyekuwa katika hali mbaya, wewe uliyekuwa tasa, Mungu atakapokuja kukubariki na uzao. Wewe ambao ulikuwa huna mali, Mungu atakapokuja kukubariki na mali, wao wenyewe watakuja kukuheshimu kwa kumtumikia Mungu. Basi nataka niombe pamoja nawe kwa dakika 3 na Mungu anaenda kutenda kazi kwa ajili yako. Saa zingine umekuwa katika mazingira mabovu, umekosa ufanye nini? Umekuwa katika hali isiyoeleweka, umekosa heshima, watu wamekuzalau kwa sababu mambo fulani. Saa zingine kuna masacrifice zilifanyika kwa ajili yako. Saa zingine kuna watu ambao walienda kwa wachawi kwa ajili yako ili heshima yako iweze kupunguka. Lakini katika saa kama na hii, inua mkono wako moja juu kama unaamini, sema tu amen. Ndio maana nenda kuomba pamoja nawe. Saa zingine umemkosea Mungu, heshima yako imetoweka muda kitambo. Nataka uweze kurudia maneno haya nyuma yangu na Mungu anaenda kurudisha tena heshima yako kwa njia ya toba na msamaha. Basi sema, Bwana Yesu, naja mbele zako kwani nimekosa heshima. Watu wamenizalau kwa sababu ya mambo fulani. Ndio maana katika Isa naja mbele zako, usamehe makosa yangu, futa mawazo yangu, futa njia zangu, futa akili mbaya kwangu. Kristo, nakuja kama vile mwanao, uje ukanitakase na damu yako thamani ambayo iliyobujika msalabani ya mwanao, inioshe kamili na kunipatia tena thamani. Mimi ambaye nilikuwa nimezarauliwa, Baba, kupitia damu yako nikuje nikapata tena heshima. Basi nitakuwa ninafuatisha maombi nyuma yako tukiomba pamoja nawe. Baba, katika uzo jina la Yesu Kristo mwana wa Nazareti, naombea mpendo wako huyo ambaye anasikiliza maombi haya kupitia radio yake, kupitia simu, hata kupitia mtandao, saa zingine yuko ndani ya gari yake ananisikiliza. Baba, uje ukamrudishie tena heshima yake. Adui ampenda kuiba heshima yake, na ndio maana amekuwa katika mazingira magumu, amekuwa katika hali isiyoeleweka. Napiga hiyo giza, napiga hiyo dharau, ewe pepo za madharau, ewe pepo za kuwekwa kwa ajili ya mtu huyu, nimekuadhibu
kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, kwa nguvu yake, kwa ngabo yake, utaenda kutenda kazi. Acha presence yako itende kazi juu ya maisha yake. Baba, mtu huyu amekosa thamani katika jamaa yake. Baba, umrejeshe thamani katika jamaa yake. Amekosa thamani, heshima katika kampuni lake. Uje ukamrudishie katika kazi lake. Amekuwa mtu wa kudharauliwa. Anasema neno hatasikiliwa. Baba, rejesha heshima kama vile ya Bartimayo, kama vile ya Yusufu. Baba, siku moja mtoto wako aweze kuona ukuu wako na utukufu wako. Baba, namuombea kuweza, namuombea heshima, namuombea salama, namuombea baraka kutoka kwako kwa damu tukufu la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Amen. Basi Mungu akubariki kupitia season hii, ukutane na muujiza wa Mungu kupitia audio hii, na usikose kushare kwa wengine. Na unaposikiliza audio hii mara kwa mara, kuna kitu ambacho Mungu anaenda kutenda kazi kwa ajili yako. Basi muda wangu hautoshi. Umekuwa nami kwenye neno kwa maombi, naye mwombezi Bienfait Kambale. YouTube tembelea jina tu hiyo. Mungu anaenda kutenda kazi. Na kwenye WhatsApp unitafute kwenye namba inaonekana kwenye screen yako. Basi uwe na wakati mzuri, ubarikiwe na Mungu. Amen.